liannaka, kwa sababu ukifanya hivyo wewe, aradtaha liadhabillahi, itakuwa umeiaridhia nafsi yako mwenyewe kwenye adhabu ya Allah, hata kuacha na wewe pia. Kwa sije ukaonyesha ushirikiano na jamaa zako kwa kutafuta maisha ya amani, ukasema ninavitambua mnavyoviabudia, niko pamoja na nyinyi, utakuwa ni katika waliodhulumu nafsi zao na wakajipeleka wenyewe kwenye adhabu za Allah. Walkhitabu huna lirasuli sallallahu alayhi wasallama, maneno yanaonyesha ni addressed speech, anasemeshwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Walmuradu ghairahu, lakini makusudio hategemewi mtume kwamba atafanya kosa hilo. Makusudio ya maneno hayo wanaambiwa watu waliopelekewa mtume, wengine akina sisi, kama takadama, kama ilivyotangulia maelezo hayo huko nyuma. Wa yamsaska Allahu bidhurri, kama Allah atakuonjesha madhara, akasema ni mtahini mja wangu kwa kumpa madhara haya kidogo, fala kashifa lahu illa hu, elewa madhara atakayokupa Allah hakuna wa kuyaondoa yakaepukana na wewe ila yeye mwenyewe tu. Wa yamsaska Allahu bidhurri, kama Allah atakuonjesha madhara kidogo, fala kashifa lahu, hakuna wa kuyaondoa kwako madhara hayo illa hu, isipokuwa yeye Allah mwenyewe. Wa maanahu, na maana yake, wa in arada Allahu, kama atataka Allah, biisabatika bidhurri, akuonje kidogo kwa madhara, akupe maradhi au mambo mengine usiyoyaridhia, utabaki nayo madam keshakupa, fala dafi'a lahu illa huwa, na hatotokea wa kukuondolea isipokuwa yeye mwenyewe ataki. Yeye ndo anaweza kukuondolea, ambaye ndiye mwenye uwezo wa kukupa hayo madhara. Wahdahu, peke yake, Allah peke yake ndo anaweza akakuondolea. Wa yuridka bi khairin, na ikiwa Mola wako atakukusudia kheri, fala radda li fadli, hakuna mtu anayeweza kukuondolea kheri hiyo akasema huyu hatupendi apewe. Allah akiamua kukupa kakupa, na kitakufika atakachokuamulia kukupa. Yani wa in arada isabatika bi ni'matin, Mola wako akitaka akupe neema miongoni mwa neema zake, au rahain, au akupe wepesi wa maisha, fala yamnauhu anka mani'un, hakuna yoyote atakayekuonea choyo akazuia hiyo neema uliopangiwa isikufike. Hakuna. Yusibu bihi man yashau min ibadihi, hizi neema zake na fadhila zake humfikia anayemtaka Allah katika waja wake. Akiamua kumpa jambo mja wake, hilo jambo litamfika tu muhusika. Yusibu bihadha alfadli, humsibu Allah kwa fadhila zake hizi, wal ihsani, na wema wake kwa viumbe wake, man shaa min alibadi, humfikishia anayemtaka katika waja wake. Akisema fulani nataka nimpe, basi huyo atapata, na akisema fulani ninamnyima, huyo hakuna wa kumpa. Wa huwa alghafuru rahim, na Allah ni mwingi wa kusamehe kwa wale wanaokosea alafu wakarudi kwa Mola wao. Allah huwakubalia na akawasamehe. Arrahim, Allah ni mwenye rehema, hapendi kuona waja wake wanaingia kwenye matatizo. Kwa hiyo kuwarehemu ni kuwatengenezea mazingira wakarudi kwake salama, wasiwe wanatuhumiwa au wamelaaniwa au wamekasirikiwa. Allah ana rehema, ni mwingi wa rehema. Kwa hiyo katengeneza mpango mzuri tu wa waja wake wote kufanikiwa watakaotaka, lakini sio kwamba anawalazimisha kwa nguvu. Huwa subhanahu alghafuru, yeye Allah aliyetakasika, hana makosa, hana kasoro, ana tabia ya kusamehe sana.
Alghafuru lidhunubi alibadi, Allah ni mwenye tabia ya kusamehe makosa ya waja wake, anasamehe sana makosa ya waja wake. Arrahimu biahli rashadi, alafu pia Allah ni mwenye rehema sana kwa wale watu wanaopenda kuongoka, watu wa uongofu, Allah huwa anawarehemu. Qul, sema ewe Muhammad, ya ayuhan nasu, waambie watu wako, enyi watu, qad jaakumul haqqu min rabbikum, kwa hakika imekujieni haki kutoka kwa Mola wenu. Ai, maana yake jaakumul Qur'anul azimu, imekufikieni hii Qur'ani tukufu, almushtamilu ala mahasinil ahkami, Qur'ani ambayo miongoni mwa yaliyomo ndani yake imesheheni hukumu nzuri zinazoendana na maumbile ya binadamu. Faman ihtada, atakayeongoka kwa kuifuata Qur'ani na kuifanyia kazi, fa innama yahtadi li nafsihi, kwa hakika uongofu huo atakuwa kaongoka kwa manufaa ya nafsi yake mwenyewe. Ukijituma kuitafuta Qur'ani na kuifanyia kazi, utakuwa umepata uongofu kwa faida yako wewe mwenyewe. Yani man ihtada, yoyote mwenye kuongoka, bil imani, akaikubali imani, famanfaatu hidayatihi laha khassa, manufaa ya kuongoka kwake yatakuwa ni makhsusi kwa ajili yake yeye mwenyewe. Hawi muongofu mtu fulani, uongofu huo ukamnufaisha mwingine. Anayeongoka akafata utaratibu, faida ya kuongoka huko inakuwa ni yake mwenyewe peke yake, na anayepotoka akauacha utaratibu, habebwi na mwingine aliyeukubali. Haendi mtu kwenye mafanikio kwa mgongo wa mwenziwe, asema baba yangu kafanya vizuri, kwa hiyo atakapokwenda baba niko nyuma. Hakuna. Au mwanangu yuko sawa, akienda mwanangu pahala popote niko nyuma yake. Hakuna. Aliyekubali akatekeleza, kutekeleza kwake kunakuwa ni manufaa yake mwenyewe hasa, hatoshea na mwingine kufanikiwa kwake huko. Waman dhalla, na atakayepotoka, uongofu upo akaukataa, akaishi vingine apendavyo, fa innama yadhillu alaiha, kwa hakika naye huyu anayekataa anapotoka kwa madhara ya nafsi yake mwenyewe. Yeye mwenyewe ndo atakayeingia kwenye madhara na matatizo. Haadhibiwi mtu akhera kwa sababu ya makosa aliyoyafanya mwingine, wala hafanikiwi mtu akhera kwa sababu ya wema uliofanywa na mwingine. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi, mwenye kukubali uongofu na akaishi nao, hidaya itakuwa ni kwa manufaa yake mwenyewe. Wa man dhalla, na atakayepotoka akaukataa huu uongofu, hakufahamu, hakuthamini maagizo ya Qur'ani, fa innama yadhillu alaiha, anapotea na madhara ya kupotea kwake yanarudi kwenye nafsi yake mwenyewe. Wa man dhalla bil kufri, atakayepotea kwa kuendekeza ukafiri, anapinga pinga tu kila analoamrishwa na anafanya tu katika aliyokatazwa, huyu ndo anaambiwa kakufuru. Wa man dhalla bil kufri, atakayepotoka kwa kukufuru, kukataa muongozo wa Mola wake, wal i'radi, na akaupa mgongo, fawabalu dalali maksurun alaiha, madhara ya upotovu huo yataishia kwake mwenyewe, hatoshea upotovu wake na mtu mwingine. Ni yeye ndo atakayewajibika kwenye kupotea kwake. Wama ana alaikum biwakil, na Mtume kaambiwa mwisho wa maneno wa aya hii awaambie watu, wama ana alaikum biwakil, mimi sina dhamana na nyinyi, mimi sio wakili wenu.
si wakili wa kujitetea wa utetezi, wala si wakili wa kujitegemea, wala si chochote. Mimi nimekufikishia cha kufanya ufanye, na nimekufikishia kisichotakiwa uache. Uwajibike kwenye kufanya na kuacha. Mimi si dhamana kwamba huyu alikuwa wangu kateleza tu kwa kuacha baadhi ya mambo, au kafanya tu yale aliyokatazwa baadhi, lakini namtetea kwa sababu huyu ni wangu. Hakuna. Mimi si wakili wa yoyote. Nimekufikishieni nilichotumwa. Atakayekikubali ni kwa faida ya nafsi yake mwenyewe, atakayekikataa hasara yake yeye mwenyewe. Wama ana alaikum biwakil, wala mimi juu yenu sio wakili, si wakili wenu. Sibebi dhamana ya usalama wa yoyote, si kazi yangu. Walastu bihafidhin, wala mimi siye mtu wa kuhifadhi, wa kumuhifadhi yoyote. Ahfidhu alaikum, kwamba nitakuwa ninawalinda, ninawachunga, ninawahifadhi. Wala sihifadhi amalakum, matendo yenu. Innama ana bashirun wa nadhiru, mimi ninakupeni tu habari njema zenye matumaini, na ninakuelekezeni namna ya kufikia kwenye hayo mema, matokeo mazuri. Na nadhiru, nawaonya tu na matatizo yaliyoko huko mbele, na ninakupeni njia za kujikinga na matokeo mabaya ya kuishia kwenye matatizo. Hicho tu ndo nilichotumwa. Nikishakupeni jambo, nyinyi wenyewe sasa muwajibike. Hii kheri, wajibika uifanye hiyo kheri, ndo ajira yako hiyo. Nimekufikishieni hii shari, jiepusheni nayo, wajibika kwa kujiepusha na hiyo shari. Hiyo ndo tenda yako uliopewa hapa. Lakini sio kwamba yeye atakwenda kuwa ni wakili kwa sababu umemsifu sana, akakutetee kwa sababu umemsifu sana. Keshaambiwa wama ana alaikum biwakilin, mimi juu yenu sina uwakala, si wakili wenu. Mimi nakufikishieni cha kufanya, mufanye kwa manufaa yenu wenyewe, na nakufikishieni cha kutahadhari nacho, mutahadhari pia kwa manufaa yenu wenyewe. Mkifanya tofauti, mimi sio wakili wenu. Na mwisho akaambiwa yeye mwenyewe Mtume, aya yetu ya mwisho ya sura hii, wattabi ma yuha ilaika, na wewe kiongozi, fata yale ulioagizwa, fata wahai uliopewa, ishi kwa kuufanyia kazi. Ittabi ya Muhammadun, fuata ewe Muhammad, fi jamii shuunika, kwenye mambo yako yote yanayotaalaki na maisha yako ya kila siku. Fata maagizo, ma yuhihi ilaika rabbuka, yale ambayo anakuagiza Mola wako. Ishi kwa kuyatendea kazi maamrisho ya Qur'ani na makatazo yake. Wasbir, na uvumilie juu ya magumu na machungu yatakayokukuta katika kufanya kazi yako hii. Hata yahkuma Allahu, mpaka Allah atakapoleta maamuzi yake. Watakuudhi tu wapinzani wako, lakini vumilia. Hata yahkuma Allahu, mpaka Allah atakapotoa maamuzi yake. Yani maana yake isbir ala ma ya'tarika min mashaqi tabligh, kuwa na uvumilivu, vumilia juu ya yale yanayokukuta katika mashaka ya kufikisha ujumbe wa Mola wako. Unawaamrisha watu jambo hawalipendi, lakini wewe umeagizwa waambie, wafikishie. Ukiwafikishia yatakukuta ya kukukuta kutoka kwao. Vumilia, kuwa na tolerance, uvumilivu. Unawakataza jambo ulilotumwa uwakataze, kwamba Mola wako halitaki, yatakufika ya kukufika, kwa sababu unalowakataza wanalipenda, wamelizoea. Vumilia yatakayokukuta. Hata yaqdi Allahu bainaka wa bainahum, ishi hivyo kwa kuvumilia maudhi yao,
mpaka siku ambayo Allah atatoa maamuzi baina yako na wao. Angalia nini Allah ataamua huko baadaye, lakini kwa sasa madamu unawaambia wasioyapenda, unawaelekeza wasikokutaka, unawazuilia na vitu walivyovizoea na wanavipenda, vumilia, mengi kutoka kwao yatakufika, ila vumilia hata yahkuma Allahu, mpaka Allah atakapotoa maamuzi yake. Wa huwa khairul hakimin, na Allah ni muamuzi bora kabisa, anaamua vizuri tu mambo yenye kheri, yenye tija. Kwa hiyo ni sawa sana kuambiwa mwisho wako utakuwa mzuri. Maudhi ni ya muda mfupi tu, Allah atakufariji baadaye, patapatikana wepesi. Kwa sasa vumilia mpaka siku ambayo Allah atakuondoshea maudhi yao na mambo yawe yamenyooka. Huwa subhanahu, yeye Allah aliyetakasika, khairu man yafsilu fil hukuma, ni muamuzi bora katika wale waamuzi wa mambo ya jamii au mambo ya dola. Wal ayatu tasliyatun linnabii, aya hii ya mwisho ni kiliwazo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, analiwazwa na Mola wake juu ya maudhi na wakati mgumu aliokuwa anapitia. Wa waidu lilmushrikin, lakini maneno haya haya ambayo analiwazwa Mtume, upande wa pili ni makamio kwa washirikina. Siku atakapopumzika Mtume, yani hii kupumzika kwake yeye ni kilio kwa hawa waliokuwa wanamuudhi. Kwa hiyo maneno machache lakini yanalenga pande zote mbili. Ni bishara kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama na ni maonyo kwa wale wanaomsumbua. Wattabi ma yuha ilaika min rabbik, wattabi ma yuha ilaik, fuata yale unayoagizwa ewe Muhammad, utendee kazi wahai unaofunuliwa. Wasbir, na kuwa mvumilivu, hata yahkuma Allahu, mpaka Allah atakapoleta maamuzi yake, Allah atakapoamua baina yako na maadui zako. Wa huwa khairul hakimin, na Allah ni mbora wa kuhukumu. Wa ala hadha alqadr yaqif, wa ila huna tamma bi'auni llahi tafsiru surati Yunus. Mpaka hapa imetimia tafsiri ya suratu Yunus, na tumekamilisha darsa yetu kwa leo biidhnillahi taala, ila narudia tena mara moja tafsiri ya neno kwa neno, alafu tunaweka pause kwenye darsa yetu mpaka wiki ijayo. Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Qul ya ayuhan nasu, sema ewe Mtume, waambie watu wako enyi watu. Ya ayuhan nasu, enyi watu. In kuntum fi shakkin min dini, ikiwa muna mashaka na dini yangu. In kuntum fi shakkin min dini, ikiwa muna mashaka na dini yangu. Fala a'budu, mimi siabudu, alladhina ta'buduna min duni llahi, hiyo miungu yenu mnayoiabudia badala ya Allah. Kama nyinyi ndo mnajiona mko sawa, lakini mimi ndo nimepotea kwa mtazamo wenu. Dini yenu ndo iko sawa sawa, imenyoka. Dini yangu mimi ndo mnaona imepinda. Sasa mimi kama hamujui dini yangu ikoje na abudu nini, mimi nakwambieni, fala a'budu alladhina ta'buduna min duni llahi. Tunapokosana mimi na nyinyi, nyinyi mnapaswa mumwabudu Allah aliyewaumba, mmekataa. Mimi sasa ndo ninamwabudu huyo Allah aliyewaumba au aliyetuumba, ndo dini yangu hiyo, na hayo ndio ninayokulinganieni. Walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum,
mimi ninamwabudu Allah, siabudu masanamu yenu. Mimi ninamwabudu Allah ambaye anawafisheni. Mkisikia fulani kafa, mnakwenda kumzika, hiyo ni mipango ya Allah. Kwa hiyo Allah ana madhara na ana manufaa, ana kheri na ana shari, ana neema na vile vile anatoa adabu. Huyu ndo anayestahili kuabudiwa, sio masanamu yenu ambayo hayadhuru wala hayana manufaa. Sasa hamuelewi kipi hapo? Kwa mfano baina yangu na nyinyi, ya ayuha nasu, wenye watu, in kuntum fi shakkin min dini, ikiwa nyinyi mko kwenye mashaka na dini yangu, hamujui hasa ninachohubiri au ninachoabudu, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, mimi kamwe sitoabudu miungu yenu munayoiabudu badala ya Allah. Walakin a'budu Allah, lakini mimi ninamwabudu Allah, alladhi yatawaffakum, ambaye ndiye anayekufisheni. Wa umirtu an akuna min almu'minin, nami nimeamrishwa niwe ni miongoni mwa waumini, jambo ambalo na nyinyi mmeamrishwa lakini mnakataa. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa, na agizo lingine la Allah kwa mtume wake, wa an aqim wajhaka, simamisha dhati yako, kuwa na msimamo, lid-dini hanifa, wa kuishi kwenye dini ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takunanna min almushrikin, wala usije ukawa miongoni mwa washirikina hata wakati mdogo. Wala tad'u min duni llahi, wala usije ukaabudia badala ya Allah ma la yanfa'uka wala yadhurruka, usije ukaabudia vitu visivyokuwa na manufaa kwako wala havina madhara kwako. Fa in fa'alta, ukaja ukafanya hivyo, fa innaka idhan min adh-dhalimin, na wewe tutakuhesabu ni katika madhalim, umedhulumu nafsi yako itakuwa. Wa in yamsaska Allahu bidhurrin, ikiwa Allah atakuonjesha madhara, fala kashifa lahu, hapatotokea wa kuyaondoa madhara hayo illa huwa, ila yeye mwenyewe Allah ndiye atakayekuwa na uwezo wa kuyaondoa. Wa in yuridka bi khairin, na ikiwa Allah atakutakia kheri, akakupa kheri mja wake, fala radda li fadli, hatotokea yoyote wa kuzuia fadhila za Allah zisikufike. Yusibu bihi man yashau, fadhila za Allah humfikishia amtakaye. Allah humfikishia fadhila zake amtakaye, min ibadihi, katika waja wake. Wa huwa alghafuru rahim, na Allah ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa rehema. Qul, sema ewe mtume, ya ayuha nnasu, enyi watu, qad jaakumul haqqu min rabbikum, kwa hakika imekujieni hii haki kutoka kwa Mola wenu ambayo ni Qur'ani. Faman ihtada, atakayeongoka kwa kuisoma akaielewa na akaifanyia kazi, fa innama yahtadi li nafsihi, kwa hakika atakuwa kaongoka kwa faida ya nafsi yake mwenyewe. Wa man dhalla, atakayepotoka kwa kuidharau na asijue vya kuifanyia kazi, fa innama yadhillu alaiha, anapotoka kwa madhara ya nafsi yake mwenyewe. Madhara ya kupotoka kwake, haielewi Qur'ani na haishi kwa kuifanyia kazi, madhara yake yatarudi kwake yeye mwenyewe. Wama ana alaikum biwakil, na mimi nimetumwa nikufikishieni tu ujumbe, lakini sijatumwa kuwa wakili wenu. Ukiyakoroga, ukiingia kwenye hayo madhara, hakuna wa kumlaumu, utakuwa ujilaumu mwenyewe. Mimi sina dhamana na mtu yoyote kwenye hili. Watabi ma yuha ilaik, na ewe mtume, tekeleza haya uliyoagizwa. Wasbir, na uwe na uvumilivu, subiri, vumilia. Hata yahkuma Allahu, mpaka ufike wakati Allah atakapofanya maamuzi yake.
wa huwa khairul hakimin, na Allah ni mbora katika wenye maamuzi. Allah huwa anaamua vizuri tu. Kwa hiyo subiri, vumilia maudhi yao kwa muda. Allah anajua alichokipanga hapo baadaye. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.